usichokijua. Wachawi hawana hizo. Akipanga lake lazima litimie. Tafadhali, napambana sana kwa ajili yako. Naomba baki. Baki, naahidi nitakusaidia kwa kila hali na mali. Mjomba kaahidi kukusaidia kutoka ndani ya moyo wake. Hansi, usiondoke. Mwana, nakupenda sana. Unalijua hilo jinsi gani ninapokupenda. Lakini kwa hili siwezi kubaki. Siwezi. Acha tu mimi niende. Acha niende mwana. Hansi. Chungu. Nyangemba, ujio wangu leo kwako nimekuja kuzungumzia juu ya ilizi nyekundu. Nimechunguza na nikagundua kwamba bila ilizi nyekundu hauwezi kuipata ilizi nyeusi. Kwa hiyo mtafutaji wa ilizi nyeusi analazimika kuwa na ilizi nyekundu. Sikiliza Chambo, nikwambie. Jukumu la kutafuta ilizi nyeusi sio la kwako peke yako. Ni la kwetu wote. Sasa unapoambia nikupe hii ambao mimi nanitia alamu. Kwa hiyo sasa mimi nitembee bila kupata alamu yoyote ile. Ngoja nikwambie kitu Nyangemba. Wewe sasa hivi umri wako umeenda sana. Yaani namaanisha tayari umeshachakaa. Hiyo kazi ingenitosha mimi kijana. Ningeifanya kwa haraka zaidi na tungepata mwafaka uliokamilika. Huwa ujanja unaotaka kuutumia wewe. Mimi nishaujua. Cha kufanya wewe tafuta kivyako na mimi natafuta kivyangu. Ili tuziunganishe kwa pamoja, tupate nguvu ya pamoja. Leo sio kuniambia mimi nitoe mimi ilizi nyekundu. Wewe katafute kivyako na mimi kivyangu. Ili tuziunganishe tupate nguvu ya pamoja. Mkono. Nimefikiria vitu vingi sana katika maisha yangu. Hivyo ni bora niondoke katika hiki kijiji niende Dar es Salaam. Sasha, siku zote matatizo hayakimbiliki. Unachotakiwa kukifanya ni kitu kimoja, kuyakabili. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ninapoelekea na kwenda kuwa kama wewe. Sasa nimefikiria jambo, nikasema kwa nini mimi na tusiungane tukawa kitu hiki? Kitu kimoja. Unajua nini Mkono? Huwa sipendi kumshirikisha kila mtu katika matatizo yangu. Lakini sawa. Wacha nirudi nyumbani nikajifikirie kwanza hilo wazo. Oho. Sawa. Walisemaga kila mbuzi atakula urefu wa kamba yake. Mbuzi akaenda akaila kamba. Yule mbuzi baada ya kuila ile kamba alikufa. Ingawa ulisoma darasa la 4 mkoroni, ila unaonekana una akili sana. Chunga hizo akili zako zisije zikakuponza, kwa sababu unamjua Champo ni nani. Mimi naondoka. Nitakaporudi nitakuwa nimefuata ilizi kikweli kweli zaidi. Sawa, nenda kajifikirie. Ila mimi naona mimi nawe tukiungana, tukiwa kitu kimoja hapa kijijini, moto utawaka. Wazungu wanasema sand fire. Sawa. Wacha niende nyumbani. Hamna wasiwasi. Umesikia? Yaani mimi na wewe tukiungana, tukitengeneza timu moja, nina imani hakuna timu itakayoingiza timu uwanjani. Labda waje na wazee. Una akili kweli wewe. Hivi unafikiria nini kuhusu maisha yangu?
Nina mpango tena wa kumtoa mwanangu Wanzi. Hata huyo niliyomtoa leo inaniuma sana. Nifanyaje tu? Kumbe yeye bado anafikiri niko na mpango wake ule ule. Mimi nishatoka huko. Nataka nimalize hili tatizo, ili niishi kwa amani. Nilimalize kabisa hili tatizo, na ikinipendeza nitubie yale yote yale niliyoyafanya mimi kumkosea Mola wangu. Mwenyezi Mungu anisimamie, niombe msamaha, nifanye toba na suba. Champo! 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 Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Eti Champo. Champo. Ni mara ngapi nilikwambia kuhusu kupiga makelele nyumbani kwangu? Ni kweli kaka. Lakini nimerudi tena kwa mara nyingine. Kwa sababu nina shida. Sawa. Nadhani unamkumbuka yule binti, Sonia. Sonia ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda kuanzia muda sana. Sasa basi, Sonia kaniagiza tena kwa mara nyingine. Kanipa mtihani mmoja. Nikipata ile ilizi nikampelekea, mimi kila kitu kimekaa sawa kaka. Yaani hapa nimeshapasua mpira, ni mimi mwenyewe tukupiga madochi, kufunga magoli. Subiri kibonge. Mjomba, baada ya kutoka hapa kwako kufika nyumbani kwangu, nilimkuta na mama yake Hansi, na alimtaka mwanae kurudi nyumbani kabla jua halijazama. Nilimbembeleza sana Hansi asiende kwao. Unajua mama yake ni mtu mbaya sana, lakini hata kunisikiliza. Alisema hivi ni mama yake, hawezi kumkimbia. Ataenda kuzungumza naye na atamuelewa tu. Hofu yangu mjomba, nisije nikampoteza Hansi wangu. Nilikwambia nampenda sana. Sitaki atoke kwenye mboni ya macho yangu. Tafadhali mjomba, naomba msaidie. Itakuwa vipi nikikwambia kama ilizi nimechoma moto? Kaka, unawezaje kuichoma ilizi moto? Na kati ulishaniambia kwamba ilizi uenda kuiangalia kama itakuwa ya shari au ya heri. Sara! Ishakuwa hivyo tena kaka. Sara! Kimya. Unaweza kubishana na mimi? Sasa Sara! Unataka ilizi? Subiri. Bwana, mbona hivi tena? Au ananionea wivu, anamtaka Sonia? Simuelewi kabisa. Shika. Au utaruhusiwa kuifungua mpaka utakapofika kwa mlengwa. Sawa kibonge? Sasa mwanangu, ngoja nikwambie kitu. Ukubwa jarara basi, lakini si kwa hili, na usilolijua sawa na usiku wa kisa, na siku zote mtambua ndwele mganga ndio yeye. Nashangaa mwanangu, unatoa nguvu kubwa sana na unapambana kwa kiasi kubwa. Sijui lengo lako nini? Nini unakipambania kitu ambacho wewe haujawahi kuwa na mafanikio nacho? Yule mtu haja kuoa, sio familia yako.
wala barua kwako hajaleta nini. Hebu niweke sawa kwanza hapo nipate kuelewa. Mjomba, nayafanya yote haya kwa sababu nampenda sana Hasi. Niko tayari kupambana kwa vita yoyote ile kwa ajili yake. Sawa, mimi ninajua wanawake wana walimu wao. Hii ni vita mama, tena kubwa sana, si ya mchezo. Mpuuzi sana wewe. Uliona wapi mbuzi akafika buchani? Yaani namaanisha akiwa ameshachinjwa alafu akarudi kwa mfugaji. Akili zako ndogo sana kama uwai wafunza. Labda nikwambie kitu. Wewe utambue, mimi nimetambua kuliona jua. Kama nimetangulia kuliona jua, najua mengi. Hii vita kubwa sana. Kwa kukusaidia, nitampoteza Hasi. Kwao hatofika na kwako hatorudi. Nitajua mimi wapi nimemweka. Kwa usalama wa kukusaidia wewe tu. Sasa kuanzia muda huu, wakati huu, sasa hivi, nenda nyumbani. Sawa mjomba. Tunashinda misibani, hatulali nyumbani, kimeleta tafarani. Sonia! Vipi? Umefanikiwa? Ina maana ulikuwa uniamini? Mambo bie. Nifuate. Mtoto huyu ataniua mwaka huu. Mimi niko hapa kwa sababu ya kupa shukrani zangu za dhati kabisa, mwenye mkuu. Ninachotaka kukuambia ni kwamba mambo yangu yote kwa sasa yanaenda sawa sawa, na kila ambacho ninakifanya safari hii kinaninyokea. Kwa kifupi, nipo hapa kukupongeza na kupa shukrani zangu za dhati sana. Lakini kuna jambo moja tu ambalo nahitaji unisaidie, mtaalamu. Ni ombi gani hilo unalotaka kunambira? Niliamini watu wenye mwili mkubwa kama wewe watakuwa wana akili timamu, lakini cha kushangaza una mwili mkubwa alafu akili hauna. Hivi hicho ulichoniletea unahisi ni sahihi? Sonia bwana, kwa nini unasema hivyo? Na wakati hii ndio elizi mimi niliyompa Champo, na nilifika pale ngambia Champo, naomba ile elizi na shida nayo, akasema ananipatia. Sasa mbona tena sikuelewa, unaongea vitu tofauti? Tatizo nini kwani? Mimi nimewaza nigombanie udiwani kwa sasa, kwa sababu katika ule mtaa ninaoishi hakuna wa kunizuia. Ingawa ninapata wasiwasi sana katika swala hili, maana wapinzani nao wanatolea macho sana hii nafasi. Labda nikuahidi tu kitu kimoja, bwana mkuu. Endapo ukanisaidia katika hili na nikaweza kushinda tiketi hii ya udiwani, mimi nitafanya vikubwa sana kwako. Yaani ninakuahidi moja kwa moja nitakupatia zawadi ya gari. Wacha kurukutanta mantetele. Hivi unanifanya mimi sina akili eh? Nina akili timamu. Na nilijua Champo hawezi kukupa ilizi ya kweli hata mara moja. Mimi nahitaji mwanaume mwenye akili timamu na mwenye nguvu. Mwanaume shupavu, sio mwanaume kama wewe. Yaani wewe kuwa na mimi, sahau. Shika takataka yako. Sielewi.
ina maana Champo kaniunia au ni nini? Mbona kweli tofauti? Hii nimeingia cha kike. Kwanza nikupongeze kwa mawazo mazuri sana, lakini pili nikupe pole kwa hicho ulichokifikiria, maana hata hao wapinzani unaowawaza wameshakuja kwangu kwa kuhitaji msaada kama huo unaohitaji wewe. Kwa hiyo mimi ninachokushauri usubiri mpaka muhula ujao ili uje na niweze nikusaidie. Mwenye mkuu, mimi ninakutegemea sana katika hili na nakuamini sana katika haya mambo, maana hata haya masharti ambayo unanipatia huwa ninayafanya na natekeleza katika majambo mengine. Hivyo basi hata katika hili nahitaji msaada wako wa hali na mali ili niweze kufanikisha jambo langu. Na narudia tena kukuahidi, nikifanikiwa niko tayari kufanya kitu chochote kile kwa sababu yako. Sawa, lakini ninachokuomba endelea kuwa mvumilivu na mwenye subira. Chungu. Chungu. Unajua, kuna sehemu nilienda ili kuweza kuweka mambo yangu sawa na hata ule mpango wangu uweze kwenda sawa. Nilijaribu kupita kwa mwenye mkuu, maana yeye ndo alisababisha mambo yangu yote yakakaa vizuri. Unajua sisi vijana wa leo wa karne hii tunajaribu kuingia kwenye siasa ili tuweze kuwasaidia vijana wenzetu katika masuala mbalimbali. Niliweza kuonana na mwenye mkuu, maana yeye nina imani ndiye atakayenisaidia katika mipango yangu yote, na hata katika kinyang'anyiro hiki cha udiwani. Bila yeye sidhani kama naweza kufaulu. Na hata yule mke wangu niliyemuoa, sababu ni yeye huyo mwenye mkuu. Hivi mdogo wangu, una akili timamu? Kichwani kwako una akili kabisa, unazungumza kwangu mimi maneno ya mwenye mkuu. Ni nini hasa kinachokufanya utoe machozi? Kuna makosa nimeyafanya, lakini kwa dhamira yangu. Mimi na wewe wote tulikuwa tuna dhamira moja ya kumsaidia Zasha, lakini nilikuwa kwenye mpango wa kuchunguza kwa sababu nilikuwa sikuamini. Kuna ilizi mimi nilichukua, nilificha, lakini kuna mtu kaenda kuichukua, amepelekea Champo. Ni nani asiyejua katika kijiji hiki ama kitongoji hichi kama mimi nina bifu na mwenye mkuu? Tena tuna ugomvi mkubwa haswa. Hebu subiri kwanza. Kuna ugomvi gani kaka kati yako wewe na huyo mwenye mkuu? Ugomvi wetu sisi ni wa kikubwa. Haupaswi kujua kila kitu kinachoendelea kati yangu mimi na mwenye mkuu. Na ugomvi wenyewe si wa muda mrefu, ni wa hivi karibuni tu. Anaingilia mambo yangu. Na mpaka sasa naona kabisa kwamba ameshagundua kwamba wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo anajua hapa katikati kutakuwa na mtego ndani yake. Hawezi kukusaidia abadan. Nililijua hilo, na hii ni baada ya kuangalia katika chilolo changu, na ndio maana nimetoka kule na kuja hapa.
unajua fika tunaitafuta sana irizi nyeusi ili kuweza kuwasaidia wanakijiji, lakini wewe kwa akili yako ndogo ukaenda kufanya hiko ambacho ulichokifanya. Uoni kama tayari umeshaleta maafa? Lakini kaka, ugomvi wako wewe na mwenye mkuu, mimi nahusika vipi? Mimi vinahusiana vipi hapo kaka? Labda ushauri na msaada ambao naweza nikakupa, kama utakuwa tayari, nikupeleke kwa mtaalamu ambaye namfahamu, na naahidi mipango yako yote itakuwa poa. Hivyo ulivyo kaka yangu, una msaada gani ambao unaweza kunipatia mimi? Hasa unaonekana kama chizi. Kakaangu, toka nimekujua wewe hujawahi kubadilisha hata hili koti. Nywele chafu, wewe mwenyewe mchafu. Hivi uko serious kweli kaka? Kama umeshindwa kunisaidia, ni bora uniambie, lakini sio kunidhihaki. Huko sikunidhihaki huko. Wewe mwenyewe ulivyo ni kama chizi. Niko kama chizi? Haujakosea, mimi ni chizi. Mimi ni taila kabisa. Mimi ni mwenda wazimu. Mimi ni mweu kabisa. Sina akili hata kidogo. Sijui nikuoneshe uchizi wangu uko vipi, nikuoneshe walau kidogo maajabu niliyokuwa nayo. Sitaangalia kama wewe ni ndugu yangu. Nitakufanya kitu kibaya sana, ili siku nyingine uwe na nidhamu na yoyote unayekutana naye. Anijui huyu. Sara! Naomba nisamehe sana. Ni kweli nina akili za kitoto, lakini lengo langu, naomba tumsaidie Sasha. Wacha. Sawa, tunaweza tukamsaidia Sasha, lakini ili tuweze kumsaidia Sasha ni lazima ipatikane hiyo irizi nyeusi. Ikishapatikana, basi kila kitu kitakwenda mzeni. Wewe upuuzi usije ukaja ukaurudia tena. Ngoja kwanza tuweze kukipambania hicho ulichokipoteza, kisha mambo mengine yaendelee. Chungu, chungu. Zubeda, umepatwa na nini rafiki yangu? Hapana, hivyo sio vitu vya kawaida. Ni nani aliyekufanyia hivyo? Sawa, tule kwa mwenye mkuu haraka. Unajua rafiki yangu Mutwale, kadri siku zinavyozidi kwenda, nazidi kupatwa na hofu ndani ya moyo wangu. Kwa nini unasema hivi? Juu ya vita inayoendelea kati ya Champo, mwenye mkuu na Binyangemba. Kwa maana sijajua nani mkweli. Kadri siku zinavyozidi kwenda, wanazidi kuvurugana. Kila mtu yupo upande wake, anataka kujiaminisha yeye ni mkweli kwa watu.
Kinyalile kinyalile oh kinyalile 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 oh kinyalile kinyalile oh kinyalile kinyalile mama oh mama kinyalile oh kinyalile kinyalile oh kinyalile 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 mama we mama kinyalile we mama kinyalile kinyalile mama kinyalile 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 mama kinyalile 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 Naomba nikwambie kitu kimoja. Siku zote mambo ya Ngoswe anastahili kuachiwa Ngoswe, na ukimfuatilia bata huwezi kumla. Naomba nikwambie jambo moja rafiki yangu. Acha kufuatilia mambo ya watu. Kama mambo yako yanakwenda sawa, haina haja ya kumwangalia yupi mzuri, yupi mbaya. Naomba uache mazoea na Bigi. Kwa sababu Bigi tayari ameshaingia mkumbo na Champo. Sawa, kama unavyosema. Lakini sisi ni vijana. Haina budi tukakaa na vijana wenzetu tukaanza kuzungumza juu ya hili. Kaka, achana nayo mambo. Tusiongelea hao watu. Sawa Umepona? Tunashinda misibani, hatulali nyumba. Ili kuweza kuishinda hii vita, tunatakiwa tukipate chungu, na iko chungu anacho bibi yako. Ndani ya iko chungu kuna ilizi nyekundu. Sasa tukishavipata hivi vyote, mambo yanakuwa ni mzeni. Lakini yote kwa yote, bibi yako na Champo hawaaminiani hata kidogo. Bibi yako ana chungu pamoja na ilizi nyekundu, na ilizi nyeusi anayo Champo. Sasa Champo na Bi Nyangemba, hawa watu wawili hawaaminiani. Sasa mimi nataka nikutume Kibonge mayai, kitukutuku mambo. Champo, ni kwa nini uliamua kunipa ilizi ambayo sio sahihi? Ulikuwa una maana gani? Unajua fika yule mwanamke nilikuwa nafukuzia kuanzia muda sana. Leo nimepata nafasi unanipa ilizi ambayo sio sahihi. Kweli?
Labda nikuulize swali, kibonge mayai, kitukutuku mambo. Wewe ilizi feki na ilizi harari ukiziona unazijua? Kwa nini unasema hivyo? Na ikiwa yeye mwenyewe ameikataa hiyo ilizi akasema hii sio ilizi yenyewe, ni ilizi feki. Ilizi ulionipa ndio ilizi niliyokurudishia. Kwa hiyo sihitaji tena kusikia swali la kipuuzi kama hilo unaloniuliza. Uende kwa bibi yako ukaniletee kile chungu. Chungu? Mimi siwezi kurudi tena kwa bibi. Kwa nini usirudi kwa bibi yako? Bibi akilikuta kwenye hali ataniua. Kutanta mantetele. Mimi sio mjinga wala mpumbavu kukwambia wewe urudi kule pasipo kukupatia kinga. Mimi lazima nikupe kinga. Hata huyo bibi yako hataweza kukuona, na hata kama atakuona hawezi akakufanya kitu chochote kile kibaya. Sawa? Sawa mwenye mkuu. Niko tayari. Naenda kukichukua kile chungu. Sonia, wewe utabaki hapa mpaka Zubeda atakaporudi. Sawa, mimi nitamsubiri. Zubeda rafiki yangu. Kuwa makini na unakoenda. Maana safari yako ya nyuma ilikuwa ngumu sana. Lakini sasa hivi kidogo imekuwa afadhali. Hivyo kuwa naye makini bibi yako maana Wai. kuwa makini. Champo, unanikosea sana ndugu yangu. Ilizi nilokupa mimi sio hile. Kwa nini lakini umenifanyia vile? Sara! Sitaki kushindana wala kubishana na wewe. Wewe ni paka mdogo sana. Na wakati mwingine ukiniuliza juu ya hiyo ilizi, nitakufundisha niko namna gani ilizi inafanya kazi kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo mimi utalisha kuwa paka. Kweli nimeamini Chapo sio mtu mzuri. Leo mimi ni paka. Sawa. Tunashinda misibani, atulali mjomba wako anakuja. Nenda kamsikilize maana hapa asija kafikiria vingine. Nenda mwai. Yule ni nani? Ni rafiki yangu. Sawa. Sikukuitia hicho. Kwa hiyo ni vyema tukaachana na hayo. Ambacho nimekuitia hapa, sasa wewe kifuani kwako una siri nzito sana ambayo unahisi si sahihi kuniambia mimi kama mjomba wako. Lakini ushauri wangu kwako ni kwamba ingekuwa vyema sana hiyo siri aliyokuachia marehemu mama yako ungeniambia mimi. Huenda ingekusaidia kwenye kupata kinga na watu wote wangekuheshimu mjomba. Bibi!
Atakuwa ameenda hapo. Sasa chagua moja kati ya haya mawili, utoke na hicho chungu ili nikuue, na ubaki humo ndani nikugeuze msukule. Mjomba, ni wasiwasi wako tu. Mimi sina siri yoyote kifuani kwangu, na hata kama ningekuwa na siri ambayo ameniachia mama yangu, basi ningekwambia tu mjomba, kwa sababu huyo mama yangu mwenyewe kashafariki. Sasa naficha nafichia nani? Basi sawa, wakati wowote ukijisi una chochote unahitaji kuniambia, basi usisite. Mimi kikubwa kilikuwa hicho, unaweza ukaendelea na mazungumzo yako. Bibi, usitaje bibi tu, taja hata jina langu la utoto. Ninachoongea na maanisha. Toka na hicho chungu nikuue, au ubaki humo ndani na hicho chungu nikugeuze msukule, hata mwanga wa jua wa nje usilione. Hata kama ukitaka kuniua, we niue tu. Mbona baba yangu umemfanya msukule, yupo chooni? Na baba mdogo Hansi pia unataka kumtoa kafara. Ni faida gani hasa utakayopata utakapoondoa kizazi chako chote? Nisubiri humo ndani. Mkono na 90% ya mjomba wangu kwamba sio mtu mzuri, kwa sababu kuna vitu ambavyo anavifanya mimi ambavyo sivielewi kabisa. Lakini kuna rafiki yangu ameniahidi kunisaidia, lakini cha kushangaza Mkono anaiba mchanga wa unyewe wangu. Sasa sijajua kama ana nia nzuri na mimi au vipi. Sio wewe tu, hata mimi mwenyewe pia nina wasiwasi naye, kwa sababu kuna wakati nikimwangalia, yaani namuona kabisa huyu mtu kama vile amechanganyikiwa. Okay, tuachane na hayo. Nani ambaye anataka kusaidia wewe? Cha kushangaza ni dada yako Sonia. Yaani Sonia kusaidia wewe? Jamani, sasa Sonia na uchawi wapi na wapi? Haya, tuachane na hayo. Huyo Sonia lini kawa na majini mpaka aweze kukusaidia wewe? Sasa sikiliza. Yaani kiukweli hapa tulipokaa sio sehemu salama. Sio tu kutuona mjomba wako, anaweza pia akapita wifi yako pia akatuona hapo akaanza Mkono yule nani? Mume kana muda mrefu afu mmeka pale chini ya mti. Kwa hiyo sasa wewe nenda na mimi niache niende. Okay. Mimi lengo langu sio baya kama unavyodhani. Mimi nia yangu kutaka kunusuru maisha ya sasa. Pili, nataka nivunje kabisa nguvu za kichawi nilizokuwa nazo. Na la tatu, wewe unayemwamini sio mwaminifu. Nimekuelewa la kwanza na la pili. Hili la tatu, naye muamini sio mwaminifu? Ni nani huyo? Mwenye mkuu. Mwenye mkuu kwenye macho ya kawaida anajifanya yeye mganga na mtu ambaye anayesaidia watu. Kumbe yule ni mchawi wa wachawi. Yaani mchawi ambaye aliyeshindikana. Na kila chama yeye anapenda sana kuwa kiongozi. Na hata hicho chungu alichokutuma anataka aunganishe na nguvu zake za kichawi
ili awe na nguvu zaidi kushinda hizo alizokuwa nazo. Sasa uchague moja, ubaki ndani mchukule au nikuue. Maana yake wewe kilomolomo, na kujua sana wewe kilomolomo hicho, uwezi kabisa kukaa na jambo, na mimi ndio nishaamua kukuweka wazi. Hapana bibi, usiniue na wala usiniweke msukule. Mimi sitosema kabisa, sitomwambia hata wewe mwenye mkuu. Tafadhali bibi. Sawa sawa. Sasa bado nina maongezi zaidi kupita haya. Usipate taabu ya kujua nini ufanye ili uwe mfalme katika hilo unalotaka. Kitu cha kwanza, lazima uvunje amali ya yule binti, ndipo wewe uweze kupata hizo nguvu ya hicho unachokihitaji. Lakini yule binti ana chali mbili mgongoni, ambazo hizo chale lazima zipotee katika huu ulimwengu. Nisikilize wewe Zubeda, kama wewe kweli una lengo zuri na mimi, nataka uende kwa mwana ukamwambie kwamba bibi kanituma nije kumuita ba mdogo, na kama akipinga basi umwambie bibi ikasema akija huko msija mkampa lawama, si wewe wala hao wazazi wako. Kwani ba mdogo yuko kwa mwana? Na ndio maana nakutuma uende kwa mwana. Kiwa muda vibweka, Mungu Baba ututete. Chungu. 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 Zubeda amesharudi? Hapana, hajarudi. Kwa akili ya Bi Nyangemba atakuwa tayari ameshajua juu ya huu mpango wetu tulioupanga wa kukipata iko chungu. Sasa tunafanyaje? Tunatakiwa tukipate chungu ili kuweza kukamilisha huu mpango wetu. Nahitaji ni kuagise Usipate taabu ya kujua nini ufanye ili uwe mfalme katika hilo unalotaka. Kitu cha kwanza, lazima uvunje amali ya yule binti, ndipo wewe uweze kupata hizo nguvu ya hicho unachokihitaji. Lakini yule binti ana chali mbili mgongoni, ambazo hizo chale lazima zipotee katika huu ulimwengu. Uende mpaka kwa kina Zubeda, ikiwezekana utumie ushawishi wako wote ukipata iko chungu. Unadhani itawezekana kweli? Wacha kurukutanta mantetele. Inatakiwa iwezekane ili kuweza kukamilisha mpango wetu. Sawa, nitafanya hivyo. Uweze kupata umiliki huo unaohitaji. Lakini kama utashindwa kufanya hivyo, maana yake nguvu za yule binti zenyewe zitakufanya usiweze kumiliki hicho unachokitaka.
kwa sababu yule binti Sasha alitokea kupendwa na baba yako mzazi pamoja na mama yako mzazi, ambao yeye ni bibi yake na babu yake. Alitokea kupendwa sana na alitakiwa awe mmiliki mkuu wa uchawi, ila mama yake alikuwa hataki hicho kitu kitokee. Na hata hivyo mama yake na Sasha hajafariki, na ili afariki lazima Sasha auliwe, ndipo na roho ya mama yake na Sasha itakuwa imekufa. Sara! Sawa, nimeuelewa. Mwana, bibi ameniagiza nifuate baba mdogo. Babako mdogo yupi? Mbona sijakuelewa? Kwa hiyo hujui nilichokiongea? Baba mdogo Hansi. Huyo bibi yako kipo anachokitafuta kwangu. Mara ya mwisho anakuja hapa kweli Hansi alikuwepo, lakini alivyoondoka na Hansi akaondoka naye. Sasa iweje anasema eti anamtaka Hansi? Hansi upi sasa? Mbona mnanichanganya? Marahaba. Ndio umefuata chungwa eh? Hapana, nimemfuata Zubeda. Hebu kaa kwanza. Baada ya kumuona akachelewa kurudi. Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Tanielewa tu. Hebu kaa kwanza. Wewe mjinga sana wewe. Yaani wewe unashirikiana na mtu pasi na kujua huyo unayeshirikiana naye hana dhamira kama uliokuwa nayo wewe. Mbona sijakuelewa? Ni nani huyo mtu unayeshirikiana naye? Mwenye mkuu. Hata ile mara ya kwanza ulimtuma Zubeda aje kukuchukulia ilizi. Wewe ulishindwa kunifuata mimi kama una mpango unataka ilizi. Na hata hiyo ilizi nyeusi ulipoenda kuificha, kuna mwanaume mjinga kaja kuichukua na kuipeleka kwa Champo. Hayo yote uliongea mimi hayanihusu. Sasa nisikize nikwambie, bibi alichoniagiza. Usije kwa mlaumu wewe wala ukoo wako wote. Atakachokifanya, kampe taarifa bibi yako. Sitaki matatizo na yeye. Mtoto wake hayupo kwangu tena. Nadhani umenielewa. Mimi nimfikisha taarifa tu. Nadhani ujumbe umepata. Tajua wenyewe. Najua ikipatikana hiyo ilizi nyeusi na ilizi nyekundu nilokuwa nayo mimi, zikiwekwa kwa pamoja, hiyo nguvu yake mimi ndio naijua. Sasa ndio maana huyo anayejifanya mtabibu anaitaka. Na wewe ulimwambia mjukuu wangu Zubeda eti mimi nataka nimtoe mwanangu Hansi. Usichokijua, siwezi kufanya ujinga kama huo. Nampenda sana mwanangu. Hata yule mara ya kwanza nilomtoa najutia nafsi yangu mpaka sasa. Sasa nenda peleka salamu kwa mwenye mkuu. Hapa hamna chungu wala Zubeda. Mjinga tu. Nafanya vitu wala kujua hiki ninachofanya kina manufaa au ya ujinga tu. Mradi umeambiwa basi tena. Hicho gwe. Sio hapa kwa Nyankembe hapa. Na akili mie.
Sikiliza Msati, nikwambie. Unachokiwaza wewe kwenye ubongo wako sio ninachokiwaza mimi kwenye akili yangu. Na mipango yako yote hiyo unayofanya kwa ajili ya kijana wangu nimeshajua. Na ushamwambia huyo mkwao kwamba huyu kijana nataka nimpoteze. Asiwe kwa mama yake kwa Nyangemba wala kwako hayupo, atakuwa tu alikojulikana kule. Sasa nakwambiaje? Fanya unachofanya Msati, lakini nataka salama ya mwanangu. Awe salama tu. Sikiliza Nyangemba, tena nisikilize vizuri. Kama makini unisikiliza. Talbisho si ubao, kwenye ziki anakuwa mafao. Sijui nikwambie kitu. Hivyo ni vitisho tu. Vitisho. Sitishiki mimi cha mtungi. Hata siku hii moja sina kawaida kutishika. Labda nikwambie kitu. Unachokisahau wewe, ushakuwa mtu mzima sasa. Unatakiwa kubadilika. Champo, vipi tena? Namtaka huyu kijana aliyeingia ndani kwako. Amefanya nini? Wewe si unahitaji rizi? Niko tayari kukupa rizi yako ili ukamalize jambo lako na ulihitaji. Kikubwa namtaka huyu kijana aliyeingia humu ndani. Kwa kifupi, huyu kijana ni mwizi. Nimemkuta katika shamba langu la minazi. Wewe, mimi sio mwizi. Ila yeye ananikimbiza na anataka kuniua mzee. Mbona anakataa? Anasema unamkimbiza unataka kumuua. Siko hapa kwa ajili ya kulumbana. Kibonge mayai, kitukutuku mambo. Vunja mlango nikutimizie kile unachokihitaji. We Mabuti! Mabuti! Nisikilize Kibonge. Hapa huyu kivyovyote atakuwa kapita mlango huu. Sasa nakula nesa ni moja. Nitakuja kukwambia kila kitu. We bwana we. We bwana we. We bwana we. Hivyo kubadilika kwangu mimi kuna kuhusu nini? Ya kubadilika yangu mimi haya wewe yanaingiaje kwako? Nibadilike, nisibadilike, haya ni yangu mimi, si yako bwana. Tena tafadhali, nakuonyesha na kidole. Tafadhali Msati. Bigi. Wewe Bigi. Mabuti. Upo ndani? Mwanangu, vipi Champo katoka? Jamaa kaondoka lakini mbona? Bali linakuja hapo. Wewe Mabuti vipi? Mbona Champo anakukimbiza? Umesikia mwanangu Bigi? Sijai kuona mtu mwenye roho mbaya kama Champo mwanangu. Oe babu. Sasa Champo na wewe unaenda kupiga kazi shamba. Hapana. Mimi sijai kuwa mwizi katika maisha yangu. Nakula ndomo kwa nakunywa pombe lakini mimi msaliti kili. Sijai kuwa mwizi. Lakini Champo nimemshuhudia mwanangu kwa macho yangu mawili. Kampiga mtu kitanzi kilo mbaya nginja. Kitanzi? Anampiga nani kitanzi Champo? Kitanzi kampiga mpo wake Sasha. Moya. Sasa analikimbiza anataka kuniua sijui ili apoteze ushahidi. Champo huyo. Basi jamaa anaomba sana. Vipi uliripoti kwa mwenyekiti? Siwezi kwenda kuripoti kwa mwenyekiti. Lakini mazalisha kufikishia wewe na unanijua baridi barafu. Kama unaweza kwenda kushtaki kwa mwenyekiti, wewe unaweza kaenda tu, mimi siwezi kwenda mwanangu. Lakini nakushukuru sana kicha wangu Bonge umenistendia kwenye geti lako. Najikataa kama hii mwanangu, shukrani.
Jambo kitanzi. Jamani tamuogopa. Tafadhali nakwambia. Ahmadi kibindoni, silaha zinakuwa mikononi, ndio neno langu la mwisho. Sasa tutaona kama vitisho kama nini, tutaona. Vipi Hans? Mbona uko hapa? Na unaelekea wapi? Nipo hapa kwa ajili ya kutafakari mstakabali mzima wa maisha yangu. Na pia naelekea nyumbani kwa mama yangu. Vita inayoendelea kati ya mama yako Champo na mwenye nguvu si salama kwa maisha yako. Ni heri ukatafuta sehemu ukakaa kuliko kwenda kule unaenda kuweka rehani maisha yako. Nimesikitika sana mwenye mkuu kwa wewe kushindwa kunisaidia msimu huu, na hii yote inatokana kati ya ugomvi kati yako wewe na kaka yangu. Lakini acha nikwambie kitu kimoja. Unajua yule kaka yangu hana akili sawa sawa. Kaka yangu yule ni punguani. Na ndio maana kila ninachomshauri, kila ninachomuelekeza hafati na wala hanisikilizi. Niliweza kumpatia pesa aweze kubadilisha mazingira pale nyumbani, lakini hajafanya hivyo. Pia nimeweza kumpatia pesa ili aweze kutoka pale, aweze kwenda Dar es Salaam akaanzishe makazi mapya, lakini wala yanaona sawa kabisa kuishi katika mazingira yale, na tayari amesharidhika. Sasa hii haiko sawa mwenye mkuu. Na baada ya wewe kugundua hivyo kwamba mimi na yeye ni damu moja, ndipo uhasama ulipozidi. Achana naye yule. Achana naye. Nisikilize mimi na unisaidie. Wacha. Acha tu nirudi nyumbani. Kama kuniua mama, nipo tayari aniue. Nipo tayari nimekufa. Lakini acha tu nirudi nyumbani. Hansi mwanangu, mama akimbiwi hata siku moja. Hata awe mbaya vipi, awe mchawi, lakini mama akimbiwi. Ninachokunasihi mwanangu, rudi nyumbani haraka. Na kwa nini unaleta huyu ndani? Mimi labda nikwambie kitu. Kuna binti anakupenda sana na wewe unampenda. Kuna binti nampenda sana. Huyo binti anaitwa nani? Ndio maana. Naitani ungenitajia jina lengine kinyume cha hicho ulichokisema, basi muda huu, wakati huu, sasa hivi ruhusu ondoke. Lakini midhali umenitajia jina la mtoto wa dada yangu aliyetoka tumboni mwa dada yangu, sina budi kusaidia. Mimi labda nikwambie jambo moja. Sio kwamba nashindwa kukusaidia, ni kwa sababu eti nina ugomvi na Champo. Champo sina ugomvi naye. Na hata kama nitakuwa nina ugomvi naye, matatizo yetu sisi
hayawezi yakaasiri mimi kushindwa kukusaidia wewe. Nashindwa kukusaidia wewe ni kwa sababu unayegombanira naye hiyo nafasi tayari ameshakuja kusema na chilinge changu. Ndio maana nashindwa kukusaidia. Na tingine, mzigo aliyouweka, ameweka mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo mimi ninachokushauri wewe, endelea kuwa na subira mpaka muhula ujao. Mimi nitakusaidia na utarudi kabisa katika nafasi yako. Alinieleza mengi sana kuhusu wewe, mahusiano yenu kati ya yeye na wewe. Ndicho kilichonipelekea kukusaidia mpaka leo naona uko hapa. Hapa ndani wewe hautahitajika kutoka, si leo wala kesho, kwa usalama wako zaidi. Mbona hapo sijakuelewa na maanisha nini? Kwa sababu mama yako ana roho mbaya sana na ni mchawi. Pia ana makundi tofauti tofauti, kwamba wengine wanajifanya waganga, wengine wote ni jamii yao. Oh. Tatizo ni pesa? Nisikilize nikwambie. Mimi pesa kwangu sio tatizo, mwenye mkuu. Pesa kwangu ni jambo dogo sana. Pale nyumbani kwangu nina gari ndogo. Sasa ile gari mimi nikitoka hapa naenda naiuza. Na pesa zote ambazo nitazipata katika ile gari nitakuja nitakupa wewe. Na narudia tena, endapo nikafanikiwa katika hili, sitojali nimekupa pesa kiasi gani, nitakuongeza maradufu, ili mradi tu yangu aninyokee. Pepelinho, mimi nimekuelewa, na kwa kuwa uko tayari kuongeza dau maradufu ya lile ambalo nililopewa, sina budi kupindura mesa. Mesa nitaipindura vizuri tu, na wewe utarudi katika kinyang'anyiro na utarudi katika nafasi yako. Mwenye mkuu, mimi nakutegemea sana na sijaanza kukufuatilia leo. Habari zako nimeanza kuzisikia muda mrefu sana, na ndio maana leo niko hapa, niko sambamba na wewe na kuamini mno. Hilo limeisha. Sawa, kikubwa utekelezaji tu uanze kutoka kwako, mimi nimalize kila kitu. Basi sawa ndugu yangu. Haya, asante. Asante sana. Kikweli kabisa, hata mimi pia mama yangu simwelewi sasa hivi. Yaani kwa kifupi kabadilika sana, tofauti na mimi ninavyomfahamu. Kuja Dar es Salaam, kuja huku kijijini, mama yangu amebadilika sana, tofauti na ninavyomuona sasa hivi kwa macho yangu. Ni lazima umuone kabadilika. Hana nia njema kwako. Na labda nikwambie kitu. Huyo mama yako, mume alimuoa ni rafiki yangu, na ndiyo maana napaswa nikusaidie juu ya hili. Sawa, nimekuelewa. Kwa hata mimi najua kabisa mama yangu nini kwangu anachokihitaji kwa sasa. Kwa hiyo nimekuelewa. Tata, ulimi na bata chanda na pete kinaona wembe. Ni lazima tu utakuja kutambua namna ya mama yako hapa ulipo ndani unahitajika kubaki. Sawa.
Tokesha chapu kidogo. Iweke. Shi! Aiweke. Ndindi. Iweke. Shi! Epitisha kwa chini. Iweke. Ndindi. Iweke. Shi! Aiweke. Twende chapu kidogo. Iweke. Shi! Aiweke. Ndindi. Vipi mchizi wangu, mbona kama uko sawa? Au dili zetu leo haziendi sawa? Niambie ili nielewe. Alafu naona kama upo kwenye dimbwi la utopolo. Eti la utopolo. La mawazo. What is problem? Kichwa Filipi. Afwe mangu ushakukataza hilo jina. Hilo jina silipendi. Niite Maganga. Sawa. Ni kweli Mchiziboti mwanangu, sipo sawa kabisa katika kichwa changu. Ina maana binadamu huku ndiko tulikofikia, au sio? Na kama tumefikia huku, tafsiri yake ni kwamba kiama kinakaribia. Hivi binadamu anawezaje kutoa roho ya mtu alafu kila rahisi tu yani? Yaani kama mtu anarudishiwa chenje dukani. Pepe, bila shaka umetoka kwa mwenye mkuu, na ingali mimi nilikukataza kabisa kwenda kwa mwenye mkuu. Kwa hiyo umenikaidi, si ndio? Hebu nitolezo ngonjera zako ambazo hazina kichwa wala miguu. Hivi kaka, kwa nini unanifuatilia? Yaani kwa nini una maneno mengi ambayo hana msaada wowote? Hivi mimi nimekushauri vingapi wewe? Nimekwambia mambo mangapi kwa faida yako wewe mwenyewe? Ulishakunifuatilia hata moja? Ulishakulisikiza hata kitu kimoja? Hebu nitolee uchizi wako hapo. Usinitoe ndazimu, sawa? Mimi ni kweli nimetoka kwa mwenye mkuu, na sababu ambazo zimenifanya nitoka kwa mwenye mkuu, ananisaidia mambo yangu. Mimi nina faida naye yule. Usiletee uchizi wako. Haya sasa nimetoka kwa mwenye mkuu. Unataka kufanya nini? Wewe mimi sikuelewi. Mara useme mtu anatoa roho ya mtu. Haya je, huyo mtu hiyo roho anatoa kwa nani? Anaipeleka kwa nani? Na je, hicho kiama kimekaribia? Umemwona bwana amerudi? Maana alisema akirudi tu mwisho umekaribia. Tuambizane mwanangu. Sikiliza. Simaanishi kwamba Yesu anaweza akarudi. Lakini naomba unisikilize kwa umakini sana. Tukio ambalo nimeliona leo katika macho yangu ni tukio la ajabu sana. Mimi ni msela kweli Mchiziboti, lakini hakuna kitu sikipendi kama kuona mtu anafanywa ukatili. Champo nadhani unamfahamu. Champo? Champo si yule mdogo wangu. Wewe mdogo wangu kishenzi yani. Na ananijua. Sawa. Champo nimemshuhudia kwa macho yangu mawili. Amemtia mwanamke kitanzi, alafu kinginja. Na istoshe mwanamke mwenye ndugu yake, familia, yani ni mpwa wake. Kamnyonga, kamuua, alafu kirahisi tu yani. Yani inamaanisha kuwa Sasha amefariki dunia. Sasa nimepata maana kwa nini watoto wa kiume wanakatazwa kusikiliza muziki ya taarabu. Mtoto wa kiume anakuwa na mambo ya mwambao. Mimi sitaki kuzungumza sana juu ya haya. Niko hapa kwa ajili ya kumzungumzia huyu mwenye mkuu. Hana dhamira yoyote kukusaidia wewe, bali dhamira yake ni kukuua. Na siku zote wahenga wanakuambia hivi, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Sasa wewe utavunjika shingo. Sijui hata utafungwa sehemu gani. Eti mimi ndo wa kwanza kuliona jua. Mimi pia nimeuona mwezi kabla yako. Unanielewa? Msimamo wangu bado utabaki pale pale, na usichokijua wewe, kufa ni ahadi. Usinilete uchizi hapa mimi wewe. What? Sasha is dead. Sikiliza. Shaflimbi. Wewe, sikiliza, sijakwambia upige kelele. Sijakwambia utoe mayowe. Unapopiga mayowe tafsiri yake nataka mtaa ujue kama kuna tukio linaendelea hapa mtaani, alafu ukamu. Baba, kuna masuala ya kushusha panga na masuala ya kuangusha kodi. Sio kwenye msiba. Sasa nilikuwa na malengo naye ya kwenda Dubai tukale zetu honeymoon. Na pia
marehemu ameacha mbuzi wawili, kaniacha na mimi. Hombokra auduko widi inywanguji. Sikiza chakifilimu. Mbona usemi chochote kile? Mwenye mkuu, una siri gani unayoificha kwenye kifua chako? Mimi ni kijana wako, tena ni kijana ambaye ukinituma kazi kwa wakati wowote nafanya, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe usiku, popote unaponituma naenda. Lakini kwenye kifua chako inaonyesha kuna siri nzito umeihifadhi. Naomba niambie, ni nini hicho ulichokiweka kwenye moyo wako mwenye mkuu? Wacha. Hakuna siri yoyote ile ambayo iliyojificha katika kifua changu. Labda tu unambire. Nyangemba amekwambia kitu gani? Maana toka umefika kifua chako kimevimba tu, umejaa na hasira. Utakiwa kujua ni nini alichoniambia Bi Nyangemba. Mimi ninachohitaji kukijua kwa sasa hivi ni siri gani uliohifadhi kwenye moyo wako. Hicho tu ndo ninachohitaji kukijua mimi hapa. Nafikiri sasa hutarudia tena kumsaidia mtu asiyepaswa kusaidiwa na wewe, hususan aliyotoka kwenye tumbo langu. Sawa, nimekusikia. Labda Nyangemba nikwambie neno moja. Roho yangu mimi sio ya kwako wewe. Mimi roho yangu ni ya kusaidia, ya kwako wewe ni ya kutesa. Sasa labda nikukumbushe kitu. Mwanzo nilikuachia ulipoamua kumtoa mwanao Kikoa. Tulitumia nguvu nyingi sana kupambana mimi na wewe. Nikaona kwa nini tuumizane. Nikaamua kumwacha kwa sababu ni damu yako. Kwa nini tuumizane? Lakini nilikuangalia vizuri sana kwa upande wa pili. Sasa kwa huyu wa sasa katokea Dar es Salaam kuja hapa na 2000 yake kukusaidia wewe, naye unataka kumtoa? Haiwezekani. Nyangemba ndivyo alivyokwambia. Hakuna ilisi wala chungu, si ndio? Sonia, unaonekana umechoka sana. Sasa na mimi sitaki nikuchoshe. Naomba ukapumzike. Wakati ujao tutazungumza tena. Mwenye mkuu, mimi sijachoka. Tena niko fiti tu. Na niona nilivyo? Niko fiti. Mimi ni mtu ambaye wewe unanitumia sana. Hiyo siri uliyoiweka kwenye kifua chako, kama unaona ni vyema kunishirikisha, mimi niko tayari kukusaidia. Lakini kama utaona kuendelea kuitunza, uifanye peke yako. Najua huwezi bila mimi, kwa sababu mimi ndo mshirika wako namba 1. Na ndio kijana ambaye ukinituma kazi kwa wakati wowote nafanya. Niko tayari na kusubiria hiyo siri, kama kunishirikisha au kutokunishirikisha. Yule uliyemtoa haukupata faida ya aina yoyote, ndio ulizidi ziki, ukawa na hali ngumu ya kimaisha. Leo mtoe na huyu, si rahisi. Mwana wewe ndio mwanangu mimi, cha mtungi. Unasemaje? Yaani mwanangu mimi ndio mwana wewe? Kivipi? Sawa sawa, nisingesema hivyo, na uhakika nathibitisha kwenye nafsi yangu. Wewe umezaa na rafiki yangu. Tunashinda misibani, hatulali nyumbani, kimeleta tafarani. Utuokoe Mungu, huku kwetu mashaka, usiku mpaka kweupe. Leo mzade kaja kivingine kabisa leo. Chungu, 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 chungu.
tunashinda misibani, hatulali nyumbani, kimeleta tafarani. Utuokoe Mungu, huku kwetu mashaka, usiku mpaka kweupe, kila muda vibweka. Mungu Baba ututete. Chungu, chungu, tunashinda misibani, chungu, hatulali nyumbani, chungu, kimeleta tafarani.